مغلوب فرقع لا 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 لا. Karibu mpenzi mtazamaji wetu na karibu kwenye matangazo haya. Nikukaribishe uwe nasi hadi mwisho tunapoangalia mapigano hayo jinsi yanavyoendelea kati ya Marekani, Israeli pamoja na Irani. Hali inazidi kuwa mbaya. Kuna uharibifu mkubwa unaofanyika kwa pande zote mbili. Iran inazidi kushambulia Israeli. Makombora mazito yanazidi kurushwa na kufanya uharibifu mkubwa sana nchini Israeli. Licha ya kwamba hatuna video za kutosha kutupatia picha halisi ya kile kinachoendelea, na sababu kubwa ni kwamba Israeli inaziwia kwa kiasi kikubwa, haitaki video ziweze kutoka zinazoonyesha uharibifu unaofanyika nchini humo. Video ambazo zinaendelea kuzunguka na kuonyeshwa kwenye vyombo mbalimbali vya habari zinaonyesha hali ya uharibifu mkubwa sana ambao unaendelea nchini Israeli, na pia wanajeshi wa Marekani kadhaa wameuawa. Mpaka sasa inajulikana kwamba wanajeshi wapatao 6, lakini idadi inaweza kuongezeka. Wanajeshi wa Marekani wameuawa. Ndege za kivita zinaendelea kushambulia huko nchini Irani, na kuna ndege ya Marekani tayari imetunguliwa. Kuna baadhi ya watu ambao wanaamini kwamba huenda ndege hiyo imetunguliwa na makombora kutoka Irani, lakini Marekani inadai kwamba ndege hiyo imetunguliwa na makombora kutoka nchi rafiki. Hizi video unazoziangalia hivi sasa zinaonyesha uharibifu ambao umefanyika nchini Israeli kufuatia makombora yaliyorushwa na Irani kuelekea nchini humo kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na Marekani pamoja na Israeli nchini Irani na kumuua kiongozi wa kidini ambaye pia ni kiongozi mkuu wa kisiasa, alikuwa ni kiongozi mkuu wa kisiasa nchini humo. Kwa hiyo Irani imeamua kujibu mapigo. Na pia kuna ndege ya Marekani ambayo imetunguliwa, na yule pale unayemuona pale ni rubani wa ndege iliyotunguliwa akishuka chini na mwavuli, lakini kuna watu wanaoamini kwamba huenda ndege hiyo imetunguliwa na makombora kutoka Irani. Ndege zinaruka usiku na mchana zikishambulia maeneo mbalimbali, vituo mbalimbali vya kijeshi, majengo mbalimbali, na tunajua kwamba kuna shule moja ya watoto wa kike ambayo ilishambuliwa na Israeli. Inasemekana kwamba ilishambuliwa na Israeli na kuua idadi kubwa sana ya watoto waliokuwepo shuleni hapo. Kwa hiyo hiyo ndio hali ya vita jinsi inavyoendelea kati ya Marekani na Irani, Israeli na Irani. Na taarifa za hivi karibuni ni kwamba ubalozi wa Marekani uliopo nchini Saudi Arabia umeshambuliwa na Irani na kumekuwepo na uharibifu mkubwa sana. Ni kwa kiwango gani ubalozi huu umeteketezwa au umebomolewa ni vigumu sana kuweza kujua kwa uhakika, kwa sababu inabidi kuwepo na tathmini ya wataalamu waweze kutueleza ni kwa kiwango gani ubalozi huo umeharibiwa. Na mbali na ubalozi wa Saudi Arabia ambao umebomolewa na makombora kutoka Irani, kuna rada ya kiulinzi ya Marekani ambayo ilikuwepo nchini Qatar. Rada hii imeshambuliwa na mabomu ya Irani, na inasemekana kwamba rada hii thamani yake ni dola za Kimarekani bilioni 1.1. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa kiwango gani, ni kwa kiasi gani rada hii ilikuwa ni muhimu sana. Ilikuwa inaangalia usalama katika eneo la Asia ya Magharibi. Kwa hiyo eneo lote lile ni kwamba hii ni rada ambayo ilikuwa ikitumika kuangalia kama kuna makombora yaliyokuwa yanarushwa kuelekea nchi ambazo ni washirika wa Marekani au kuelekezwa maeneo ya Marekani. Ni kama Israeli wamejilinda sana au wamejitayarisha sana na mapigano kama haya. Kwa hiyo wameandaa maeneo ambapo ikitokea kwamba kuna makombora ambayo yanaelekea nchini Israeli, basi ving'ora vinalia nchi nzima na watu wanakimbia kwenda kujificha kwenye mahandaki ambayo yamechimbwa au yameandaliwa maalum kuweza kuhimili mikiki au shambulizi la bomu.
Kwa hiyo ndio sababu idadi ya vifo nchini Israeli inakuwa ni ndogo zaidi, lakini kumekuwepo na uharibifu mkubwa sana nchini humo ambao umefanywa na makombora hayo. Licha ya kwamba ni vigumu kuweza kuona hali halisi ambayo inaendelea kutokana na makombora hayo, tunapata angalau mwanga kidogo wa kile ambacho kinaendelea nchini humo, uharibifu ambao unafanyika nchini Israeli, kwa sababu Israeli hairuhusu watu kutoa video zinazoonyesha uharibifu ambao unafanyika kutokana na vita, na sheria ilitungwa wakati ule wa vita ya siku 12. Unakumbuka siku zile Iran ilipokabiliana na Israeli na Marekani ilikuwa katikati ikizuia makombora ya Irani ambayo yalikuwa yakielekezwa nchini Israeli, na hilo ndio ambalo linafanyika sasa hivi, na pia linasaidia sana, limesaidia Israeli kuweza kupunguza uharibifu ambao ungeweza kufanyika nchini Israeli. Ni kwa sababu ya mitambo ya kiulinzi iliyopo humo kati ya Irani na Israeli. Kuna ndege za Marekani ambazo zinafanya kazi ya kutungua makombora ambayo yanarushwa kutoka Irani kuelekea Israeli. Kuna ndege za Uingereza ziko pale, kazi yake ni kutungua makombora yanayotoka Irani kuelekea Israeli. Na pia kuna meli za kivita, kuna mataifa mengine katika eneo hilo kama vile Kuwait ambayo yanafanya kazi pia ya kutungua makombora yanayotoka Irani kuelekea Israeli. Kwa hiyo kupunguza uharibifu ambao ungeweza kufanyika nchini Israeli. Kwa hiyo unaweza ukapata picha kwamba licha ya mataifa yote hayo ambayo yapo hapo katikati yakijaribu kuziwia na kutungua makombora yanayotoka Irani kuelekea Israeli, kama mataifa hayo yasingekuwepo hapo katikati na makombora yote yanayotoka Iran yakafanikiwa kwenda mpaka kwenye anga la Israeli, unaweza kupata picha ni kwa kiasi gani sasa hivi uharibifu ungeweza kuwa mkubwa nchini Israeli, kwa sababu licha ya kwamba asilimia kubwa ya makombora yanaziwiliwa kabla hayajafika kwenye anga la Israeli na mataifa rafiki, lakini bado unaweza kuona ni kwa kiasi gani yale machache ambayo yameweza kupenya na kuingia Israeli yameweza kusababisha uharibifu mkubwa nchini humo. Kwa hiyo hiyo ndio hali halisi, Kwa hiyo ni bahati kwa Israeli kwamba ina mataifa ambayo yanaisaidia kuzuia makombora hayo, lakini Irani haina taifa ambalo linawasaidia. Irani haina taifa ambalo linawasaidia mpaka sasa tunavyojua, lakini inawezekana labda kuna namna wanapata msaada kwa namna moja ama nyingine. Inawezekana wanapata taarifa za kiintelijensia kutoka mataifa mengine yaliyoendelea, labda kama vile China, kama vile Russia, lakini ni vigumu kujua. Bado hatuna taarifa hiyo, kwa sababu itakumbukwa kwamba Irani ilikuwa na msaada mkubwa sana kwa Russia wakati ilipoanza mashambulizi yake dhidi ya Ukraine. Irani iliweza kutoa hizi ndege zisizokuwa na rubani. Idadi kubwa ya ndege zilipelekwa huko Russia na zikafanya kazi kubwa sana ya kushambulia miji kadhaa huko Ukraine. Kwa hiyo hatujui ni kwa kiwango gani labda Vladimir Putin, rais wa Russia, anaweza kaamua kutoa msaada kwa taifa la Iran, kwa serikali ya Iran ambayo hivi sasa inakabiliwa na shambulizi kutoka mataifa yenye nguvu duniani. Kati ya mataifa yenye nguvu duniani ikiwa ni Marekani pamoja na Israeli. Kuna taarifa pia za kushambuliwa kwa ubalozi wa Marekani uliopo nchini Saudi Arabia, na ubalozi huu umeshambuliwa na makombora kutoka Irani. Irani pia imeteketeza rada za kiulinzi za Marekani, rada ya kiulinzi ya Marekani iliyopo nchini Qatar, na rada hiyo ina thamani ya dola za Kimarekani bilioni 1. Kwa hiyo unaona ni kwa kiwango gani sasa. Hizi ni siku chache tu zimepita, siku kama 4 hivi, na uharibifu tayari ni mkubwa kiasi hiki. Na labda kwa kumalizia tu nizungumzia kuhusu kitendo cha Irani kushambulia mataifa kadhaa katika eneo la Mashariki ya Kati, na mataifa haya ni pamoja na Kuwait, Qatar, Saudi Arabia,
Falme za Kiarabu, Umoja wa Falme za Kiarabu. Hilo ni kombora la Irani ambalo limerushwa huko Tel Aviv, na inaaminika kwamba hilo linaweza kuwa ni lile kombora linalokwenda kwa spidi kali sana la hypersonic, kiasi kwamba inakuwa ni vigumu sana kuweza kutunguliwa na makombora ya kiulinzi ya Israeli. Na basi hapo, mpenzi mtazamaji, ndio tunafika mwisho wa matangazo haya, na nikushukuru sana kwa kuwa nasi, ila kabla hujaondoka, naomba usisahau kulike, kushare na kusubscribe. Asante sana kwa kuwa nasi.